What's up, Majis? My name is Manu, and of course hapa hivi niko na chairman himself. Tunataka jiintroduce, tuambie chairman wa wapi and kwa nini tuko hapa leo watu wa media. Thank you. My name Willis Mboga, Chairman People's Assembly and incoming MP Bomachoge Chache constituency. Ile ambayo mliona mbunge ameshindwa kazi, wananchi wamemkataza arudishe certificate kwa ground. So na mimi nimemwambia arudishe haraka iwezekanavyo nianze kazi mapema. Asante sana. Adwe ni chairman no? Chairman People's Assembly ama bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi. Yeah. Kenya mzima. Kenya mzima eh? Naam. Alright. Unasimama MP Bomachoge Chache constituency. Bomachoge nani yako huko? Mheshimiwa Alfa Miruka. Huyu amepigwa kelele juzi hapa ulimwengu mzima. Inalia, ameshindwa kazi, so anafaa aende nyumbani haraka iwezekanavyo. Na wananchi wameomba arudishe certificate kwa sababu wanataka nianze kazi mapema juu wameona ile kazi nimeanza kwa ground imeshika kazi mno. Kama jana nimekuwa kule, tumezungumza na wananchi, wameniambia ile kazi unafanya kurepresent haki za wananchi. Kama juzi nimekuwa Public Service Commission, nimeongea na CEO, nimemwambia ni haki ya Wakenya wote waajiriwe ikiwemo wananchi wa Bomachoge Chache. Alright. Before tuingie Bomachoge, ukimalizia, hebu tuambie kwanza nini inaendelea na nchi? Jamhuri ya Kenya inafanya kitu inaitwa revolution. Revolution. It's a true revolution and is a revolution whose time has come whereby we want to change the system of governance in this country. And the only way to change the system of governance is through demonstrations, through picketing, and even possible, we can even go to a step of ensuring there is a civil coup. And if William Ruto is in fear, I want to tell him from here as the chairman, kutoka bunge la mwananchi Chivanji, ya kwamba wewe acha vitisho na usiogope. There is a civilian coup and a military coup. Sasa ile uliona juzi ni kionjo ya civilian coup na iko njiani yaja. Kama utarekebisha vile tunakuambia, wacha kiburi. But ukiangalia hii civilian coup unasema inaendelea sasa hivi. Mostly ina happen na maandamano. Yeah. Why watu wanaibiwa, as in why there is looting? I thought it's about liberation. No. Everyone. The issue of looting inatokea is well orchestrated and this is government plans. Me, I have no words to hide. We are here in this county whereby a holy governor of this county issued rungu kwa hii town. Vijana wanatembea wanasema iwe, it's all over social media. It's confirmed or allegation? It is confirmed that the governor Nairobi County ndugu yetu Sakaja ndiyo mtu alipeana marungu hii town. Sisi si watu wa kuogopa kusema ukweli na hatuwezi ficha. Na huyu governor mwingine na chama gani? UDA ni Kenya kwanza. Nani hajui hiyo? So kuonyesha hii serikali inatumia yeye kufanya nini? Kuhangaisha wananchi town. Na wananchi wa hii town ndio wanalipa ushuru wapi? Nairobi County. So mimi nataka kuambia wanabiashara wa Nairobi County, kama itaendelea magunzi wataitwa hii town wahangaishe, waharibu biashara yenu. If possible, hiyo ushuru wacha kulipa. Kwa sababu hamwezi lipa ushuru biashara yenu ikiharibiwa. It is very chaotic, very illegal na very reckless from our leaders. Kulikuwa na history hiyo looting ikiendelea, it was orchestrated to one tribe. Does it mean this CBD kuna tribe moja tu peke yake? Iko na business. I cannot say one tribe. It's because we understand in this country our brothers from Mount Kenya, they are known for being business people. So we expect 80% of the business in this town belongs to our brothers and sisters from Mount Kenya. So automatically you cannot start profiling that is from one tribe. I want to give a clear direction that the people of Kenya, their properties were destroyed under the watch of the government of the Republic of Kenya, led by one Kasongo William Samuel Ruto. And today as we are speaking, we have a very responsible, incompetent CS in the docket of Interior by the name Murkomen, who have always said here, and I would ever say, that man should resign and go to Marakwet, continue herding. He should be grazing his cows at home, and if possible, due to those illegal orders he's issuing, shoot to kill, he must be in committee. I don't know why our MPs are such a toothless. They cannot help the people of Kenya. We are helpless, and that's why we are taking, even sometimes we are using all the energy we have.
and we will never stop. Because if it means we have to pay this with our lives, we are ready. We will pay it dearly, but we are ready. And I want to urge the Genesis, don't give up. This war, this journey, we must work together, and we will never give in to any kind of intimidation. And I want to tell those politicians from Kenya Kwanza, stop intimidating the youths. Stop intimidating the people of Kenya. We will never stop at nothing until our demands are met. And we will have, at the end of this week, in fact, we have already issued the demands. Because number one, we want justice for the victims who were killed during the demonstration last year, this year. Number two, we want things called abductions must end. Like now, we have one of our brothers, somebody in Rengu, is abducted. Is under the custody of, I don't know, these security agencies. If it is not NIS, it's BCI. They should produce that guy, if not possible, by Friday. Otherwise, we are on the way in our demands to meet. Our demands must be met. Demand number three, we want to see this man, Murkomen, home. If he cannot resign in the course of the week, next week we will push him to resign. And that's among our three great demands. Number one, justice for the victims. Number two, abductions must end and release those who have been abducted. Number three, we must see the CS Interior resign and go home, then be arrested, taken to committee. Because shoot to kill orders are illegal and unwarranted from a leader who should be providing security to the people of Kenya. Because if somebody has erred as per our constitution, arrest that person, take him to court, open churches against him. Personally, I'm the chairperson, Bunge la Mwananchi Kenya. Kama nimekosea popote, kuja shika mimi. Hata usikuje kushika mimi, pigia mimi simu. Kama wewe ni DCI, takuja mpaka kwa ofisi yenu. Kama ni kule Kiambu, takuja mpaka hapo. Nyinyi chunguza mimi, kama iko na makosa, fungulia mimi mashtaka, nifungwe. The slogan one term. Yeah. If it works, what's your option? If it works. One term is real. That's why we don't have to negotiate. What's your one option? term is real. Not even one term. In fact, we should be talking about one term because even this year we may not end. Let me assure Kenyans first. This year will not end before we get this Kasongo out of power. This year will not end. And those who are doubting, mark my words, this year will not end before we get Kasongo out of power. Who is your option? Number two, if this one term works, I don't want to be very specific who will take over, who will not. Whoever will take over, we as Kenyans have created a system. The system must work. Number two, it's all over the public domain. I've heard so many people say they want the former Interior Secretary, Dr. Alfred Okengo Matiang'i. Yeah. So, it's a guy I know. Maybe I can say even at a personal capacity. And I want to tell him, if the people of Kenya have decided to give you that chance to lead them, never fail the people of Kenya. Do as you have always done in the various decades you have served, and do your very best. Ensure Kenya has regained its lost glory in the region, in the continent, and in the global arena. Waambie watu wa Bomachoge tukimalizia. Wananchi wa Bomachoge, kwanza nataka kuwashukuru ile kazi wanafanya. Wamekataa, na vile nilikuwa nimewaambia ya kwamba wache kusikiza hii mkora ambaye anaitwa Mheshimiwa Alpha Miluka, ambaye ni mbunge wa sasa hivi, ambaye pesa ya CDF wamefanya mambo ya misappropriation over 100 million. Nikaambia wananchi wasiwahi sikiza hii mkora, wasiwahi mpea ruhusa azungumuze popote, wasiwahi mpea nafasi. Kama ni pesa anatuma kwa matanga, pesa anatuma kwa wapi, hiyo pesa chukua na kula mshibe. Lakini mambo ya kumpea nafasi azungumuze asiwahi pewa. Na bado nataka huyu jamaa atoke mbio daily, kila siku, kila wakati, na mpaka nikitake over kazi ianze. Muache sasa atulie, nimuongoze na niwaongoze nyinyi wote, tuhakikishe Kenya iko sawa, Kenya yetu iko imara. Thank you so much.